rafiki wa kweli ni Yesu. Rafiki yangu wa kweli ni Yesu. Hebu andika hivi. Rafiki yangu wa kweli ni Yesu. Hebu tusome maandiko katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 13 hadi 15. Ya Yohana 15 mstari wa 13 hadi 15, Biblia inasema, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Amen. Yesu amekuwa rafiki yako tangu ulipomwamini, na urafiki huu ni urafiki wa damu, kwa sababu alimwaga damu yake pale msalabani kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Mungu atusaidie sana. Amekuwa rafiki wa kweli. Kuna watu wamemwacha Yesu kwa sababu ya marafiki zao wanadamu wa kawaida, na kuna wengi wamesababishwa na rafiki zao kumkosea Mungu. Lakini nataka tujifunze leo rafiki wa kweli ambaye tumemwamini, tunamtegemea, na wakati wowote tukimhitaji anakuwa tayari kushughulika na mahitaji yetu. Haleluya! Rafiki asiyelala, rafiki asiyesinzia, rafiki ambaye wakati wowote ukimwambia hebu fanya hivi, yeye yuko tayari kushughulika na maisha yako. Mungu asifiwe. Kutoka dhambini, lakini zaidi ya kutuita kutoka dhambini na kutufanya kuwa rafiki zake. Rafiki ni mtu mwenye upendo wa kweli. Rafiki wa kweli, sifa ya kwanza, ana upendo wa kweli. Na tunaposema upendo wa kweli, pia kuna upendo wa kinafiki. Mtu anasema ninakupenda, lakini mwisho wa siku upendo unaozungumzwa na unaosemwa hauna matokeo mazuri. Sifa ya kuwa mwaminifu. Rafiki wa kweli ni mwaminifu. Hata ukimwambia jambo mkiwa wawili linabaki kwake. Sijawahi kuona Yesu mtu anamwendea anamwambia shida zake, na Yesu anaposikia shida za mtu huyu anazipeleka kwa mtu mwingine. Huyo Yesu sijawahi kumuona. Eti huyo Yesu uliwahi kumuona wewe? Ana ushirika wa karibu. Yesu anasema yuko karibu sana, zaidi ya mavazi tuliyovaa. Maana yake hata Yesu leo umemvalisha, kama ni suruali, kama ni gauni, amevaa na wewe. Mungu atusaidie sana. Haleluya, haleluya. Yule mtu mwenye shida ya miaka mingi ya kutokwa damu aliposhika pindo la Yesu, kumbe
Yesu alikuwa ameenea hadi kwenye mavazi. Mungu asifiwe. Yesu anaenea hadi kwenye mavazi ukiwa naye. Kwa hiyo anakuwa na ushirika wa karibu. Na wakati mwingine, ndugu zangu, tunaomba kwa sauti. Tunaomba kwa nini? Kwa sauti. Ni kama Mungu yuko wapi? Kama yuko mbali. Lakini ukiomba hata kwa utafakari kutoka moyoni, bado Yesu anasikia na kusaidia wakati wa shida. Rafiki wa kweli ni mwenye kujali na kusaidia wakati wa shida. Mungu asifiwe. Hata Waswahili wanasema akufae kwa ziki, akufae kwa ziki. Sasa Yesu yeye anashughulika na maisha yetu. Wakati wa raha anatulinda, wakati wa shida pia yuko pamoja na sisi kuhakikisha usalama wa rafiki zake uko vizuri. Rafiki wa kweli humwamini rafiki yake, wanaaminiana. Rafiki wa kweli katika maisha ya mtu lazima kuaminiana. Mungu atusaidie sana. Ndio maana tunamwamini Yesu, si ndio? Au wewe humwamini? Ninamwamini. Rafiki wa kweli lazima kuaminiana. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa upande wa kiroho, rafiki Yesu ni mtu anayemwamini, anayempenda, anayetii, anayekaa katika neno. Tumekuwa marafiki na Yesu. Jambo la msingi, tunahitaji kukaa katika neno. Neno lake ndilo ambalo litaendelea kututengeneza, litaendelea kudumisha urafiki pamoja naye. Tutamfahamu vizuri kupitia neno la Mungu, tutamwelewa vizuri, tutafahamu kazi zake vizuri kupitia neno lake. Na kama hatuwezi kushughulika na neno lake, maana yake tutapoteza urafiki pamoja